Hii ni hadithi kati ya Mary na Joseph. Mary alikuwa amezaliwa kule sehemu za kule Kakamega, naye Joseph alikuwa ametoka pande za Kitui. Walipokutana kule kazini wakati waliajiriwa na kampuni, Mary na Joseph hata badala ya juu ya vile sasa walikuwa wametoka sehemu tofauti. Kule pande ya Kakamega ni mahali kuna rutuba mingi na vitu ni mingi za kukura, naye Joseph pande ile ingine ametoka mahali ambapo ni mahali kafu, mahali mvua inakaanga bila kupatikana. Walishirikiana na wakaamua kuwa na urafiki. Ule urafiki waliutengeneza, walianza na kwamba David alikuwa anasimulia jinsi maisha kwao iko kule pande ya Ukambani, naye Mary alikuwa anasimulia upande wa Kakamega vile maneno iko na vile unaweza kuwa na bahati na ubahatike na ukiingia katika ile mahali ya kuchimbua gold, unaweza tokea na gold na utajirika wakati wowote. So hii maneno ilifanya Joseph atake kujua hii story ya kina Mary huko Kakamega, vile mtu anaweza pata gold na vile maisha inaweza kuwa. Na siku moja katika ile matembezi, Joseph akainsist akamwambia Mary, ningetaka kwenda kutembea kwenu, angalau nione kama ninaweza pata opportunity zile ziko kule Kakamega, nione kama naweza utilize. Sasa walipoenda kule Kakamega, akazunguka, lakini hakuwa anaona dalili zozote za gold. Kumbe Joseph hakuwa anajua kwamba gold huchimbwa na chini. Gold huwezi ona kama zinachimbwa pande ya juu, na saa zile gold zinachimbwa huwezi ona wale watu, manake mara mingine kama ni mahali karibu na mto, labda unapata wanachimbia mahali na mto, wanaenda wanachukua ile mchanga, wanaangalia kama kuna gold ndani yake. Wale wanaingia kule ndani ile mashimo ya kuchimba gold huwa wanachibua, na sasa ile udongo ile inatoka ndio inakuja inaangaliwa kama iko na gold. So baada ya kukaa huko karibu wiki moja, akaona hapana, hii haifanyi, hii haiwezi. Nazo siku zile ambazo walikuwa wamepewa off kule kazini zilikuwa zinakaribia kuisha, so lazima wangerudi kazini. So waliporudi kazini na wakaendelea na ile urafiki wao, hata kama hawakuwa wamefanya chochote, lakini walikuwa marafiki. Urafiki kiasi ya kwamba ukiwa na shida unampigia mwenzako na anatatua shida zako, unamuelezea na akiweza kutatua shida zako anaweza kutatua. So baadaye naye Mary akamwambia Joseph, ningetaka pia kutembea kwenu Kitui. So wakaenda sehemu za Kitui. Kufika kule Kitui, Mary aliona kumbe haya akina Joseph wana shamba kubwa, mashamba ni kubwa. Anaangalia akina shamba la akina Joseph, anaona limetoka huko mpaka kule. So katika ile maongezi na kuongea, ikakuwa kwamba Mary alikuwa na interest juu mashamba ya akina Joseph iko cheap, na vile iko cheap kuna uwezekano labda mtu akipata msaada anaweza kuja kuchimbuliwa maji kule. So Mary akamwambia Joseph, sasa huku kwenu mtu akitaka shamba anaweza pata shamba na kama pesa ngapi? Joseph akamwambia Mary, mimi hata nimegawiwa na baba langu, niko na shamba za zaidi ya ekari 100. So hata ukitaka ekari 20 mimi naweza kukatia bure. Haya, Mary akamwambia, mimi naweza taka hizo ekari, hata kama sio ekari hiyo 20, naweza taka hata kama ni ekari 10. Joseph akamwambia Mary, hizo nitakupea bure, hizo nitakupea na nihakikishe nimekutoa title deed ikuwe yako. So katika ile maongezi tu haya, Joseph akaanza kufanya mikakati ya kugeuzia ile shamba ya ekari 10 ilikuwa la Mary. Mary na akageuziwa shamba likakuwa lake. Lilipokuwa lake, Mary akaanza kuingia kwa internet, akaanza kutafuta wale watu kuchibua kisima ya maji, na akapata watu wa kuchibua kisima ya maji. Akamwambia, mimi niko na shamba pande za Kitui, sijui kama mnaweza nichimbulia kisima ya maji. Hao watu wakamwambia, tunaweza kuchimbulia na kisima ya maji ina cost 1800 kuchimbua mpaka maji inatoka. Hope tutaweza fanya hivyo na siku 3 ama 4. Mary akamwambia, mimi sijui inaweza chukua muda gani, lakini ningetaka maji, lakini sina pesa. Mnaweza saidia mtu aje yule hana pesa? Wakamwambia kwamba jinsi moja ya kusaidia ni moja tu, tukuchimbulie kisima ya maji, ulipe kama nusu ya hizo pesa. Ukishalipa nusu ya hizo pesa, hizo zingine utakuwa unalipa pole. Na wakahadikiana na ikakuwa ni vile. Sasa walipohadikiana na ikakuwa ni vile, wale watu waliweza kuhamishia zile mashini mpaka kule Kitui na wakaanza kuchimbua maji. Baada ya siku karibu 6 maji ilitokea, hata kama haikutokea mingi, ilitokea maji.
Na hiyo maneno ikafanya Mary afurahie sana, na akamwambia huyo mtu wa kuchibua maji, akamwambia ni asante. Wakaconnect kila kitu na wakaweka tanki kule juu. Sasa Mary akarudi tena kazini, wakakaa na Joseph. Ile maji imechiburiwa na amefunika vizuri, amefunga vizuri, na akarudi ofisini. Sasa wanakaa kule na Joseph. Joseph akamuuliza Mary, na hii akili yote ulitoa wapi? Akamwambia, mimi zamani zangu nilikuwa nasikia babu yangu alikuwa mkulima, na sasa saa zile nilifika kwenu nikaona kuna shamba kubwa, nikafikiria kwamba hii mambo ya ukulima labda naweza ianzisha, nione itanifikisha wapi. Sasa kutoka hapo, vile Joseph aliona Mary amechibua maji, akakuwa na interest, akamwambia Mary, sasa mimi Mary nataka unihusishe kwa hii maneno. Vile umechibua maji na maji imetokea, na sikuwa na expect kwetu kutokea maji, nataka unihusishe hii kazi, nataka tufanye pamoja. Juu wewe uko na ekari 10 zile nilikupea, nataka niongeze zingine 20, tukuwe na ekari 30, tuone kama tunaweza fanya kitu ambayo itaweza kutusaidia. So wakaenda pale, alafu sasa Joseph akachukua ile majukumu mengine, akaenda akaongea na watu huwa wanakopesha pesa, wakamkopesha pesa, akamwambia ningetaka kuwekewa drip kule kwangu kwa shamba, niko na ekari 10 nataka kuwekewa drip. Sasa wale watu wakaenda wakamwambia, hii drip tutakuwekea, lakini lazima ulipe nusu, hizo zingine wewe unalipa kulingana na vile mazao inazaa. So wakaenda kule wakaangalia na wakakubalia na wakasaini. Joseph akawekewa drips ekari 10. Kuwekewa drips ekari 10 akalipa nusu. Zile nusu hakuwa nazo, ila aliongea na kule kazini akakopeshewa zile pesa, akaweza kulipa wale watu ile pesa nusu. Akawekewa drip ekari 10. So mara moja wakaambiana na Mary kwamba sasa tuna ekari 10 tumewekewa drip, maji iko, na sasa ile kitu ya muhimu sasa ni tununue mbegu tupande, ili tuone mazao yetu ya kwanza itakuwaje. Waliweza na wakapanda mimea, wakapanda nyanya na wakapanda pilipili hoho na wakapanda hii watermelon. Sasa zile vitu, zile ekari 10 ziliweza kumea vizuri na zikakua, na baada ya kama miezi 4 nyanya, watermelon na hizi pilipili hoho zikaanza kuwa zimekomaa na soko ikaanza. Sasa ile kitu iliwashangaza ni kwamba ile soko ilikuwa kubwa, halafu wakakuja kama saa zile kulikuwa kumenyesha sana, kiasi ya kwamba wale sehemu zingine zile mimea hazikuwa zinatoka juu ya mvua, matope na kila kitu, na hata mimea kuharibiwa na maji. So walikuta soko ikiwa mzuri sana, na waliweza kupata pesa mingi sana. Soko yao ikakuwa mzuri, hata wako wanapeleka vitu kwa soko, watu walikuwa wanafuata zile vitu kwa soko. Sasa kutoka hapo Mary akamwambia Joseph, na wewe Joseph, na wewe hii idea ulitoa wapi? Ulifikiriaje mambo ya drip? Akamwambia, vile wewe ulifikiria mambo ya kuchibua maji, na mimi nilifikiria mambo ya drip. Wakaambiana, sasa hizi akili tukiziunganisha zinaweza kutusaidia. Na mara moja Joseph akamwambia Mary, mimi nafikiria vile uko na akili na mimi niko hapa, mi nataka tuunganishe hizi akili tuone kama zitatusaidia, maanake hatutaajiriwa milele na milele. Na mara moja wakakubaliana ya kwamba itabidi waoane, ili waweze kuunganiza hizi akili zao na waweze kufanya kazi pamoja. Walifanya vile na wakapeleka mali kwa akina Mary, na Mary akaolewa na Joseph na akahamia pande za Kitui. Kutoka hapo sasa wakaanza kufanya vitu pamoja. Sasa ile kitu inashangaza watu na neighborhood wote, ile sehemu yote, hizo ekari 100 zote wamezilima, na kila kitu mzuri yote inatoka kwa akina Mary na Joseph kule pande ya Kitui. Watu wameanza kusema ati Canaan imekuja Kitui. So saa zile uko hapo, muonyeshe mtu, manake ukishampeleka mtu pande za kwenu ataweza kujua kwamba kuna opportunity pande za kwenu ambayo we huzioni na yeye labda ataziona. Manake hii ni maisha ya Mary na Joseph imebadilika juu ya kufunguania roho, wakafungua na roho zao zikafunguka, kiasi ya kwamba umemwonyesha mtu kwenu na ameenda akaona opportunity zile kwenu. Manake kila mahali kuna opportunity, only that sisi wenyewe tunazilalia na hatujui nini tuko naye kabla hatujaambiwa. Naitwa Simon Kireho, huku ni Kireho TV ama Simon Kireho TV. Nimeshukuru kunisikiza, asante sana na karibuni.